Bishop wetu Emeritus, the Right Reverend Munene Ngoru, the provost of this great cathedral, viongozi wote ambayo wamefika, watu wetu wa Kirinyaga, Muriega, Ngai mwega, na hindi ciothe, Ngai ciarĩra Mwathani agocwo, Mwathani agocwo rĩngĩ. Baba Askofu, asante sana for a very strong sermon. Umetujenga sana kwa roho zetu, na ulipokuwa unaelezea mfano ya yule alipitia kwa mamba mpaka akafuka, nikaona kama ulikuwa unalenga mimi. Na vile umesema shukrani yote ni kwa Mwenyezi Mungu. Sisi tumefurahi sana kuja hapa kwa mwaliko wa bishop wetu, kuja katika Development Sunday ya kanisa letu. Kwa hiyo project ambayo mko naye ndio kanisa yetu iweze kujisimamia, kwa sababu wakati kama huu mgumu wa kiuchumi kanisa inaumia. Lakini kama kungekuwa na project kama hii, hata wakati mgumu zile shughuli za kanisa zinaendelea. Kwa hivyo sisi tumekuja kuabudu pamoja na pia kuchanga pesa. Sisi yetu ni kidogo, ile tumeuza ng'ombe, kwa sababu unajua sisi hatuna ya SHA, hatuna ile ya capitation. Sasa sisi tunakuja roho safi kuungana na Wakristo wetu. And I want to thank the church kwa kutualika hapa, tukiwa na mke wangu tukuje tusaidiane. Tumefurahi sana hapa na choirs vile wameiba hapa, tumefurahi sana. Vile Bishop Emeritus umesema, mimi ni mtoto wa Kirinyaga. Maisha yangu yote nikiwa kijana mdogo nilikuwa hapa. Nilisoma Kianyaga High School pale Gishogo from 1978 to 1983 for 6 years. From Form 1 to 6. Baadaye nikarudi tu hapo Kianyaga nikiwa DU for another 3 years. Nimekaa hapa a total period of 9 years. Watoto wangu Kevin alizaliwa nikiwa hapa Kirinyaga. Kwa hivyo mimi ni mtu ya Kirinyaga. Na kama kuna pahali mimi naungwa mkono 100% ni hii kaunti ya Kirinyaga. Na nikiwa hapa Kirinyaga mimi nasikia mzuri sana. Because watu ya Kirinyaga ni watu ambaye wako na msimamo. Na mimi nawapenda sana. Hata pale kwetu Madhira, wale wa mama wameolewa hapo ndio wenye kusema, wakija huko ndio wanasema. Wako na nguvu sana na wako na msimamo. Wale pillars yangu nikiwa mjumbe Madhira, in every village wale walinisimamia mimi, wale niliamini, are women married from Kirinyaga, wameenda pale. Wamekuja hapo wanatukalia, wanatupanga. Na sisi tunakubali kwa sababu wanatupanga vizuri. So this is a great county. Now when we are here we are happy. Mimi nasema asante kwa watu ya Al-Kalau kwa kuchunga heshima ya jamii yetu. The whole mountain ilikuwa na ngoja wa Al-Kalau. Kuanzia Mpeketoni paka Loitoktok, paka Lodiani, paka Band Forest, paka Kitale, hapa Kirinyaga, Nyeri, Embu, Tharaka Nithi, Meru, Kiambu, Murang'a, Nairobi, Laikipia, Nyekuru. Watu wote walikuwa nasema tunangoja watu ya Al-Kalau kwa niaba yetu warudishe heshima ya jamii ya Mlima Kenya, kwa sababu sisi ni watu ya heshima. Na yule jamaa alikuwa anatutusi, anasema hii watu ni ovyo, hawana msimamo, hao tu ni watu ya pesa, wakipewa pesa watafanya vile mimi nataka. Nayo watu ya Al-Kalau wale
Ni ndio Donald Tasio. Pale bishop wetu for 3 months kulikuwa hakuna change. Ukitaka chai unalipa na 1000, unakunywa, unatoka naenda. Na unapewa warning na mwenye kioski. Anakuambia hapa ujue change hakuna. Pale haijaonekana maneno kama ile imeonekana. Mawaziri 9. Principal Secretary 16. Wakubwa ya parastatal 35. MPs 91. Pale hao wafanyikazi wengine ya serikali, inafika pahali wafanyikazi ya serikali ni wengi kuliko wapiga kura. Nayo watu wetu wamechanuka. Watu wametoka Nakuru wamekodisha nyumba hapo. Watu wametoka Laikipia wako hapo. Wakaaji watu kutoka nje walikuwa wengi kuliko ya Olkalau. So kazi yao ni kupangana watu 4 na boda wakisikia pahali UDA iko wanateremuka. Wanapiga line kila mtu 2,200 wanatoka wanaenda the next meeting. Ikifika jioni mmoja ako na 8,000, ingine 10,000. Ile ingine wanatuma nyumbani, wanabaki na 1,000 ya kukula. Ni watu wetu ni wazuri. Wanatuma pesa nyumbani. Wale walikuwa na madeni wamelipa. Wako pale. Huyu Ruto anafikiria ni mwerevu sana. Alidanganya watu na Biblia. Anafikiria wako tu pale walikuwa. Hao watu walichanuka kitambo. Ametuma gari la moshi. Haijaonekana hapo 45 years. Imefika. Watu wa Mkarao wamesema sawa. Mekaka kila nyumba ile transformer iliwekwa mbele, amesema toa ya mbele. Si tulimaliza uchaguzi. Peleka Olkalau. Sasa imefika transformer. Matangi ya maji imefika. Mifereji imefika. Barabara imeanza kulimwa. Pale amekaa amesema hii watu ya Kalau tuwasaidie na meli. Sasa ameambiwa pale unajua hakuna ocean. Sasa hii meli asema bana ndio hii watu waingie box, tafuta meli 2. Tafuta damu moja kidogo hapo upeleke meli. Hiyo meli hakuna samaki, hakuna chochote. Damu meli imefika. Nisema hii akina mama ya huko kila mtu tafutia mtungi ya gas kwake. Kina mama yote wamepewa mtungi ya gas. Anaona wagari wanasema DCP, nasema bana tafuta mattress. Pea kila boma. Ile ilikuwa pelekewa wagonjwa pale JM Hospital. Wagonjwa wanalala chini, mattress imepelekewa watu ya Kalau. Anauliza wanasemaje? Anaambiwa bado. Wagari wako na maneno hiyo Kikuyu. Sema basi si utafuta viatu upelekewa mama na watoto. Viatu imetafutwa imepelekwa Olkalau. Akina mama wamejaribu na akina mama ni wakali. Akipatiwa size kama 5 ajaribu yake anachukua yote, anasema kitu ikija kwa nyumba yangu hawezi toka. Viatu imejaa. Wamekaa kina mama anasema na saa hatuna saa, tutachelewa kwenda kupiga kura. Tafutia sisi saa. Saa imenunuliwa imepelekwa pale. Wamesema kalamu ya kwenda kupiga kura hatuna, wameambiwa mtakuta kalamu huko. Sema hapana, tunataka yetu tutoke naye hapa. Kalamu imeenda. Wamepewa kila kitu. Kuna mama moja nimekuwa hapo juzi ameniambia yeye kwa hiyo campaign alipata 98,000. 98. Anasema anachukua anaweka hapa. Hapa anaingiza hapa mama. Anasema hii ni commercial na hii ni bakeries. Ananyamaza. Pale Ruto amelete maendeleo ya 14.5 billion. Mpaka watu jirani pahali inaitwa Oljorok wanasema si Mwenyezi Mungu utusaidie uchukue hii mjumbe yetu uende naye huko mbinguni ndio pia tupate maendeleo kama jirani. Ile pesa taslimu 1.1 billion. Sasa tumepiga hesabu
kwa ile 15 billion amepata kura 5,000, na si ya Ruto, ni ya hii kijana anaitwa Mushina kwa sababu ni mtoto ya huko. Tumepiga hesabu, kila kura moja imecost William Ruto 3 million pale Olkalau. That is how expensive the mountain vote is. Mjipigie makofi. Sisi hakuna mtu tena tutapatia mtu kura bure vile tulimpatia, si ndio? One vote is 3 million. Kura imeharibika. Amesema hapana, wacha tutoe fujo, hii kura iahirishwe ndio tuone kama tutaongea na hii watu. Wamejaribu kupanga fujo, nimejua, nimetangaza, wamewachana naye. Siku ya uchaguzi mimi nimeambia watu, nimepata information hii uchaguzi itaharibiwa. So nimeambia watu filimbi ipigwe saa 9 na saa 10. Wale wengine ikipigwa saa 9, wengine wanadanganywa na usingizi, wanarudi usingizi, piga tena. By saa 11 kila mtu yuko kwa laini. Sema mpige kura, ikifika saa 5 muachie hapo. Watu wametokea pale, wa mama imepigwa 57% by saa 5. Fujo imeanza. Askari wameletwa, wamevaa mask na bunduki ile mrefu na tear gas. Wamehangaisha watu ya Olkalau, lakini vijana na wamama wanakaa kwa laini, nasema piga sisi risasi kama wewe ni mwanaume. Wamekaa pale, imekuwa ngumu. Kufika saa 10 watu wametafuta mawe, wamekata miti, wamefunga polling station yote. Hii watu ya Ruto wakija askari wanakuta huwezi ingia. Kura imehesabiwa. Kijana amepata 35,000, Kasongo amepata 5. Hiyo ndio mlima Kenya. Sio ndio mlima? Na hakuna shida, itakuwa namna hiyo. Hiyo ilikuwa ni rehearsal. Tunajiandaa sasa. William Ruto alikuwa anafanya rehearsal vile anaweza honga watu na aibe uchaguzi. Sisi tulikuwa tunafanya rehearsal vile tunaweza kula pesa ya Kasongo, tumunyime kula na turide kula. Sasa tumeheshimiana. Sasa tukiendelea uchaguzi inajulikana vile itakuwa. Lakini mimi niseme watu ya Kirinyaga, sisi hatuna shida na mtu yeyote. Nimeona hii watu ya ODM anaitwa Junet Mohamed akisema watu ya Olkalau wamepewa goodies, wamekataa, hawana heshima kwa rais. Hizo goodies ziletwe kwetu. Nyinyi watu ya ODM chukueni goodies. Watu ya mlima hatuna haja na goodies. Sisi kama jamii tunataka heshima. Heshima ya jamii kwanza. Sisi hatutaki goodies. Tunataka bei nzuri ya kahawa na majani chai, tutajinunulia ile kitu ambayo sisi tunataka. Sisi hatuna haja na hizo vitu. Hizo vitu weka Kasongo, peleka kwa watu ya ODM. Sisi kwanza utupatie heshima. Number 2, bei nzuri ya kahawa, majani chai, maziwa, mchele, avocado, makadamia, nyanya na ile vyakula tunalima hapa Kirinyaga. Sisi tukipata bei nzuri, hiyo mambo mengine yote tutajifanyia tukiwa na heshima. Hatuna haja na hizo vitu ya kupewa. Na nikimalizia, kwa sababu sitaki niseme mambo mingi, mimi niseme watu wengi sana walinipigia simu wakiwa na wasiwasi sana. Rigiji, kwa nini hujaenda Olkalau? Tukishindwa situtaibika sana kama Mbere. Tafadhali, kwa heshima ya jamii, enda pale uongee na watu, watupigie kura. Huyu mtu asituchekelee. Hii watu wetu wakipewa pesa wapigie mtu ya Ruto, situtaibika. Hata kama Ruto amepeleka 1 billion, si upange sisi matajiri ya mlima tuchange hiyo pesa, tushindane na huyu.
Mimi nikaambia bwana, hakuna wasiwasi, hii kura hakuna haja mimi kwenda huko, because mimi naelewa hii watu ya mlima, I understand them. Na uchaguzi iko pale Olokalau, sio ya Mchina na Kamau, sio mashindano ya UDA na DCP, ni mashindano ya William Ruto na community ya Mlima Kenya. That is a contest. Na kwa sababu wapiga kura ni watu ya community, hao ndio watashinda. Kwa hivyo hakuna haja mimi kwenda huko, kwa sababu mashindano ni ya William Ruto and the community. William Ruto hana kura pale, community ndio iko na kura. So there is no way the community can lose this election. So mimi namwambia kijana naitwa Medho, wewe sukuma. Ukipata nafasi unipigie simu. Medho alisukuma hakusukuma? Na maneno ikakuwa namna hiyo. 2027 will happen the same. For this mountain, it's about the dignity of our people. We want to reclaim our dignity as a community. William Ruto tulimchagua kwa mapenzi. Hakuna pesa alitupatia. Baadaye akatusaliti, akatudanganya, akatugeuka, akaanza kutuhangaisha. So for the mountain people, about 8 million votes, it will be a contest between William Ruto and the dignity of the community. So we don't need to do much. Na vile uliona sijaenda Olokalau, hakuna kazi mimi nitafanya, because ni mtu ya mlima ajitafutie heshima yake. Na kila mtu anajua kutafuta heshima yake na kura yake. Na itakuwa namna hiyo. Nimeona huyu anaitwa Felix Koskei akiongea pahali na Kikalejin. Nimetumiwa hiyo video na rafiki wangu Mkalejin. Nimemuuliza anasema nini? Ameniambia anasema kumedhoka. Kwa nini? Anaambia Wakalejin kumeharibika. Ile watu walitusaidia wametugeuka. Sasa na hii watu ya Western na Wajaluo hatuwezi tegemea. Sasa mchukue kura tujisaidie kama Wakalejin, mambo ni mbaya. Mimi nataka nikuambie Felix Koskei, hapana danganya Wakalejin. Sisi hatukugeuka William Ruto. Yeye ndiye alitusaliti, akatugeuka, akatupiga. Kweli ama uongo? Tulikuwa tumempenda bure. Hakuna pesa alitupatia. Alikuja hapa na Biblia. Hapo mbeleni alikuwa ametuumiza 207, tukamsamehe. Akakuja na Biblia hapa akasema mwadhani yagoshwa, tukasema nini? Amen. Kwa sababu sisi ni Wakristo. Yeye ndiye ametusaliti, ametugeuka, ameanza kutuumiza. Amefuta watoto wetu kazi KRA, amefuta watoto wetu kazi kwa jeshi, kwa polisi. Amevamia makanisa yetu na goons. Ametuma goons wamevamia biashara zetu. Yeye ndiye alitugeuka akatusaliti. Na ni mzuri niambie watu ya Rift Valley, huyu Ruto akipotea, mimi nilimketisha chini kama naibu wake, kwa sababu mimi ndio nilikuwa nimemsaidia hapa mlimani kuambia watu wetu tumuamini, tumpatie kiti. Tukiwa ofisi nikaona ameanza kupotea, ameanza kuumiza jamii ya mlima. Nikamketisha chini kama mzee, nikamwambia bwana rais, vile unaenda utapata shida hapo mbele. Hii watu ya mlima walikupatia kura, umeanza kuwadanganya. Unaenda unaanzisha barabara, ukifika Nairobi matinga inakufuata. Watu wameanza kuleta shida. Hii maneno ya kufuta watu kazi inaleta shida. Hii watu uliwaambia utaweka pesa kwa mfuko, umeanza kutoa ile kidogo walikuwa naye, inaleta shida. Hii maneno ya kuua watoto ya Gen Z inaleta shida. Tafadhali na kuomba hapana kosana na hii jamii. Akasema bana, wewe unaniambia nini bana? Mimi niko na 35 years experience. Wewe umeshawahi rais? Wewe unafikiria kuchaguliwa rais ni kitu kuchaguliwa rais ni kitu rais? Wewe unaniambia nini wewe? Nikamwambia mimi sina experience kama yako, lakini kwa hii mlima I know more than you do, because mimi ni mmoja wao.
Wewe hata kama walikupigia kura, you are not one of them. Hii maneno unaendelea naye utapata shida hapo mbele. Akajigamba sana. Oh, mimi niko na pesa bana. Hakuna mtu hana bei. Kila mtu, hata hiyo Wakikuyu wako na bei bana. Mimi nitawanunua. Wewe unaniambia nini bana? Nawaambia okay, sawa. Lakini nataka nikuambie, hii watu hawapendi usaliti. Ukiwasaliti hao watu watakuacha. Na usaliti haina rekebisho. Akaendelea. Nikamtafuta asubuhi moja nikamwambia, wewe bado naenda, mambo yako yatakuwa mbaya. Na wewe ukicheza utakuwa one time. Tukiwa tu na yeye. Akasema, wewe unaniambia nini? That is blackmail. Me, I don't care. Nikamwambia okay. Kakakaa nikamtafuta nikamwambia, rais, hii mlima hii hapana gusa. Hii mlima hii wachana naye. Akasema nitagusa, wacha nione ile tatokea. Aligusa hakugusa. I told him, the problem you have found yourself in is your own creation. You betrayed them and turned against them. Now what imekuharibia zaidi? Na hilo takuwa na shida naye na hii watu wa mlima. Ni kupanga rules kuumiza watu. Ni kupanga rules kuumiza maisha. Pale wala wameumiza innocent wako kwa laini wanapiga kura. So mimi nimemwambia rais, wewe hii watu ya mlima wako na hasira na wewe, lakini hii kijana yako anaitwa Murkomen has now radicalized the mountain. The people are radicalized. Ukiona watu wanafika pahali wanaambia polisi piga sisi risasi na watoki, that is a radicalized community. Hapo mbele our community hii hawatakubali kutishwa, hawatakubali guns. And I want to say, we have a security crisis in the country where the minister in charge of security and the PS are in charge of guns and insecurity. Where the minister ndio anapaga guns ya kwenda kupiga watu. Where policemen are attacking citizens and nobody can take any action. Nimeona huyu waziri akisema ati tuende to report kwa authorities. Mimi nataka wewe waziri wa guns unijibu kama mtoto ya standard 4. Nikuulize tu, William Ruto akipaga guns waumize watu, where do we report him? Tutaenda kumshtaki wapi? Wewe Kipchumba Murkomen ukipatia Betty Maina pesa waende waumize watu wa Lukalau, where do we report you? Those policemen waliua watu wawili wa Lukalau, where do we report them? Do we report them to the other police or where do we report them? Wale waliasota kina mama, nimesikia ukisema tuambie hii akina mama atuwapige report. How do they report police to police? Wenye kuwaumiza ni polisi. Wewe unataka waende waripoti wapi? Ile vitambulisho mumepea foreigners, wewe na PS anaitwa Belio Kipsang, where do we report you? Ile passports mumeuzia watu ya RSF, international criminals, where do we report you? So the simple solution is that we are approaching anarchy, the state of nature, where people will take arms to protect themselves against government and government goods. Na mimi nikiona pahali tunaelekea, mimi it's my duty as a leader in this country to say, even our tourists, they are no longer safe in this country. There are just too many goons everywhere. And because hatutaki kuharibu utalii ya nchi hii, I want to call upon tourists to suspend their visit to Kenya until next year. Tumalizane na hii administration, we deal away with the goons and rogue policemen, then ndio mkuje. We want to tell investors, foreign investors,
between now and the next election to stay away from this country. Last week, Chinese investors walikuwa pale Ngong Road. Goons wameingia, wamewanyang'anya simu na saa na pesa na wameenda. So we are telling investors, we don't want you to be harmed here. Just stay a little bit longer, mngoje kidogo. We sort out this matter next year so that you can be safe in this country. Na nikimalizia niseme sisi watu hapa Mlimani tutasaidia Wakenya wengine kurekebisha ile makosa tulifanya. We are to blame for the problems in this country. Sisi ndio tumechagua William Ruto. Amehangaisha Wakenya. Sasa ni kazi yetu to mobilize our vote, tuongeze na Wakenya wengine, tusaidie Kenya kuikomboa. Ndio hii Kenya yetu isimame vile ambayo inatakikana. Uoni yedia kishokia gatho ndo Kirinyaga. Nimukerete ni andu akarau. Ushokia gitio kia nyumba yitu. Unajua ile shida tulipata sisi kama jamii. Tulienda harusi na gari ya mtu mwingine. Kufika kwa mtu akatuambia tushuke. Akatuacha kwa mataa. Sasa tumejapanga, tuko na gari yetu inaitwa DCP ya kupanga mambo yetu, ya kutengeneza serikali na kupanga maneno yetu hapo mbele. Na mimi siogopi nikisema, nikisikiza wananchi hapa Mlimani, mtu yote anataka kiti ya governor hapa Kirinyaga, senator, women rep, MP, MCA. Wewe ukitaka kuchaguliwa, urujue gari yenu ya nyumbani ni gani. Chama ni DCP. Wewe hakuna mtu utaigia gari ya kwenda kwa jirani, unaigia gari ya kwenu. Na sisi mkinisaidia tupate wajumbe 100 ambaye ni watu loyal to the community and to the voters, will be okay. Todo thinu ratu onete munene muno ni akunyaneria ruriri aria matwendirie nda ciao magitiganiria andu aitu. Kama sasa hapa Mwea mchele iko kwa store, Ruto ameagiza mchele 450,000 metric tons when our rice cannot be sold. Governor amekubali. Ile mzee anaitwa Oburu amekubali kwa sababu mchele natoka Ahero na hapa Mwea. Sasa huyu governor wa Igoro wamesikizana na Ruto, mchele iletwe imported, watu ya Mwea wakose pahali ya kuuza mchele yao. That is the problem we have. Wabunge wetu wote, ule wa Gichugu, huyu wa Kirinyaga Central, Wandia na wa Mwea wamenyamaza. Hao wamekula wameshiba. Sasa mimi ile watu tu wanatetea ni huyu Murango na Kasheri, watu wawili ndio wanatetea wananchi wa Kirinyaga. So shida yetu ni watu wetu wale wote tulichagua walituuza, tukabaki na watu wachache. Ndio nimefurahi sana watu ya Olkalau wameniongeza mtu mmoja. Nilikuwa na watu 18 peke yake kutetea hii jamii, Kasheri na Murango wakiwa hapo. Sasa nimeongezwa mmoja, tumekuwa 19. So jeshi inaendelea kuwa kubwa. Naomba next year watu ya Kirinyaga mnisaidie askari ya kulinda jamii. Mtanisaidia? Nimukuda idea. Nimukutuhe thigari cia kugitira nyumba yitu ndikanone thina pio. Mimi nitafurahi sana na ndimwire andu a Kirinyaga ngirikia tondu gwaragiria andu a bururi riu twarie cia mucii. Wainagari waicake urire utire werira gagetie tagikate uria tuonete ni mundu witagwo Gathogo. Tungithaka hanini acoke ma ithue tungiriragira kioro katiguo. Nimuwete kura, nimuwete kura, muwe kura na Kibandi, mucoke muikare ta andu akarau maraikagia magaikara hau kurangira mundu areciritie ni mugi no ye kura cia Mugikuyu
uri aronire ndiraigwa nginya arario ni mutwe ndari arokera arageria kunywa aspirini agetia headaches agetia panadol na mbeca ciake ciothe ni irakuirwo ni andu a nyumba ino itu. Muoe kura mucoke mumenye kura ino itu ndikanagayukanio, muikare hamwe. Na ndio unaona the only way William Ruto can come back to power is if he succeeds to divide the mountain and the mountain vote. Once we are united as a community, as a people, as a region, our votes added to the rest of Kenyans ataenda nyumbani asubuhi. Na ndio unaona halali ametafuta mtu naitwa Roko na ile mtu naitwa Soprano. Sasa unajua Soprano anasema atigawa Mount Kenya East and West, na haiwezekani. Mimi nikimaliza kazi niko nayo wa Munyoro, nitaenda Hebu na Meru siku 6 huko, niende niongee na watu wetu tuelewane. Wameniambia niende. Ametafuta Kimani Ichung'wa, anamwambia toa Kiambu kwa mlima. We cannot divide this mountain. It must stay as one. And once the mountain vote is one, tutasaidiana na Wakenya wengine kumpeleka nyumbani. But if we are divided, huyu mtu anaweza rudi, na akirudi sisi tuko kwa shida. So tupendane, tuendane hai makoria, tuendane ireki ni hau mushoke mudeithie tusharie andu ega matangendia ruriri, andu piu murore na kabiro mumagariure ma tutigekora irima riria turi ati mushere mwea urarehwo kuma Pakistan, mushere witu withito gavana wanyu na Jumbe makera Ruto ni akite wega na matigiaria Johi Dani nite ni acokire kandi acokire gavana ni aragia abunge ni maragia kwanza kuri Ruto aragire tumuguku gitagwo Gathuri Ngui ni mumio we Gathuri Ngui itheti arani na andu aitu. So ndamuria na gitio tucaria andu wega, tucaria andu wega, tucaria andu wega, na ni ngwenda mundeithie mungitikira njamba ino igitwo murango ino giki ni gitungati kia ruriri na giti kiu arenda kia gavana. Nie ni ndiretikia andu a Kirinyaga no mamwihokera indo ciao. Inyuĩ nĩ mũramwĩhoka? Nĩ mũramwĩhoka? Mũrango rĩrĩa mũcere wokire agĩthiĩ igoti-inĩ akĩrũgamia mũcere ndũgoke, acaririo nĩ andũ a Ruto na biacara arĩa marehaga mũcere makĩmwĩra mamũhe milioni 100 arute cira mũcere gũke, akĩrega akiuga ndakwenda. Rĩu niĩ ndina mwihoko na nijitikitie ati Mũrango angenengerwo Kirinyaga ino itu no amitwarithie wega, tondu angikorwo araheo milioni 100 ari akauga ndakwenda no ehokerwo tonga wa Kirinyaga. Ninge no ndirenda tukorwo na magavana mendete ruriri ati ona akirutagira andu wira ni akunyita nyumba yao ndikanone thina. Ni mukurora Mũrango wega? Ndamuria na gitio itua nĩ rĩanyu, no niĩ mũngĩnjũria kahinda kau njikarĩte nake, magerio marĩa agereire, mbara iria ahũrĩtwo nĩ thirikari, akarũgama na rũrĩrĩ, niĩ ndĩna mwĩhoko atĩ Mũrango ndangĩendia nyũmba itũ, ndangĩendia rũrĩrĩ nda yake, na angĩrengerwo indo cia Kirinyaga no acirũgamĩrĩre wega. Nĩ mũkũmũteithia? Nĩ ngwenda kũmũria mũngĩtĩkĩra kairĩtu gaka getagwo Gacheri. Ngwenda kũmũria na gĩtĩo mũnjokerie kairĩtu gaka gacoke mbunge, tondu nĩ karũgamaga na rũrĩrĩ na gakarũgama na andũ ao.
rĩrĩa agency citũ cioragagwo atũraga igoti-inĩ akĩmarũĩrĩra. Kairĩtu gaka no kairĩtu kanini na kena bata na mbeca gũkĩra arũme arĩa maroya mbeca cia Ruto, no karegete mbeca gakarũgama na nyũmba yao. Nĩ mũkũnjokeria kairĩtu gaka? Nĩ mũkũnjokeria? Ndamũria na gĩtĩo, niĩ ndingĩmwatha na ndingĩmwĩra, no ihoya ndahoya atĩ mũthigari wakwa mwega ndagacenjio, ndekwo thiĩ nake na mbere. Nĩ mũgwĩka ũguo? Sawa sawa. Njoke ndĩmũrie kamwana gaka MCA wa Baragwe gaka, kamwana gaka kamwana gaka ndaigatwo obici-inĩ gathire igoti-inĩ gakĩrũgamia gagĩtĩrwo mbeca mirioni 35 kehunjie cira gakiuga gatikwenda. Niĩ hau nĩho ndĩ. Mũndũ wothe ũregete mbeca mamirioni cia Ruto akarũgama na rũrĩrĩ, niĩ ũcio nĩ ahotete ngoro yakwa. Ndamũria na gĩtĩo mũrore, mũngĩona kagĩrĩire mũgateithie. Nĩ mũgwĩka ũguo? Niĩ njuge andũ a Gĩcũgũ mũnjarĩrie mũjumbe mwerũ, ũcio ti witũ, ũcio nĩ wa Ruto. Wa Ndia ti witũ, nĩ wau. Wa gũkũ Kĩrĩnyaga Central nĩ wau. Na wa Mwea ũcio nĩ wa Ruto nginya mũno makĩria. Nĩ mũkũndeithia? Nĩ mũkũndeithia? Na tũteithanie, mũthuri andũ a kũruta wĩra na andũ a kũrũgama na nyũmba itũ na kũrũgama na rũrĩrĩ. Na niĩ ngĩrĩ o kuo no tũrakĩaria na andũ acio angĩ, no ndĩrakĩmera ndethukia-rĩ, niĩ ndĩrona nĩ niĩ njagĩrĩire. Katiguo inyuĩ mũrona atĩa? Inyuĩ mũrona atĩa? Waca ndĩramoririe nĩ muona niĩ ciakwa itingĩiywo. Niĩ ndahota Ruto ciakwa ndangĩiya. Angĩkorwo nĩ araimĩrwo kũndunya kura cia oro karau, ona cia Kenya ndangĩndunya. Atĩ atũmĩte thigari na mĩcinga na nguruneti maratwarithagio nĩ Agĩkũyũ magathiĩ ta Kanyugĩ. Atĩ ngari cia borithi irarũgamagio nĩ anake magacihũra birigiceni. Borithi akerwo simamisha gari iko nini ndani, fungua butu we polisi. Hau nĩho tũrĩ. Kĩarĩ gathi wa Gachagua gĩtingĩiywo nĩ mũndũ. Kana no kĩiyĩke? Kĩngĩiywo mwĩkũ inyuĩ? Nĩtwaiguithania andũ a Kĩrĩnyaga? Nĩtwaiguithania? Niĩ ndikwenda gũkĩria hau Bishop, ngwenda kuga nĩ twakena mũno nĩ sermon, twakena nĩ kwaya ici. Na mathenge nĩ ndaigua ũguo nĩ ngũmenya ũrĩa ngwĩka nĩ ũndũ wa kwaya ici cia diocese. Know what to do. Nĩ twakena mũno na andũ a Kĩrĩnyaga nĩ tũmwendete mũno. Macio mangĩ nĩ tũgũthiĩ kwarĩria harĩa nja marĩa makari tũtingĩarĩria kanitha-inĩ, tondũ mũndũ ũcio no nginya tũmũtindĩke biũ, na ndangĩtindĩkĩra haha kanitha-inĩ tondũ language no nginya icenjie twakinya nja. Icenjie kana ndĩgacenjie? Nĩ mũgũka mũcemanio? Ĩ nĩgetha tũkĩarie biũ. Rĩu haha twĩ mbere ya kĩgongona no nginya tũgathimathima maũndũ, Ngai ndakae kuona ta tũraga gĩtĩo. Nĩ twacokeria Ngai ngatho nĩ ũhotani wa Karau. Ũhotani wa Karau nĩ wa Mũgĩkũyũ na gĩtĩo gĩake. Niĩ ngenete mũno. Niĩ mandaraire na iratũ nĩ gũkena atĩ gĩtĩo kĩa Mũgĩkũyũ ma nĩ gĩacoka. Atĩ ndũngĩgũra Mũgĩkũyũ na mbeca na ndũngĩmwenderia guoya. Niĩ nĩ ngenete mũno nĩ andũ aitũ na ngaigua ndĩ na ũrũme mũno. Andũ acio nĩ maranjĩkĩrire majira. Rĩu nĩ ngũtindĩka mũndũ ũcio mũno. Nĩ maranjĩkĩrire majira. Njĩkĩrwo majira kana ndigekĩrwo? Inyuĩ nĩ mũkũnjĩkĩra majira? Nĩ mũkũhe andũ a kĩama gĩakwa? Nĩ mũkũhe njamba? Aya ndamwĩra mũndeithie nĩ mũkũmateithia? Tondũ nĩ tũtwaranaga wega na nĩ ndĩmetĩkĩtie. Niĩ ndikwenda gũkĩria kuma hau Bishop, ngwenda kuga thank you very much. I don't know what you want us to do. Nĩ mũkwenda nyina Gachagua amũgeithie? Ũka nyina Gachagua